Hiyo inakuja. Vijana. Sina kuja wewe kunitisha mimi. Subutu. Njoo chukue hapa. Njoo chukue mchanga mwendazimu wewe. Njoo chukue. Bata wa polini wewe. Huyu ananitisha mimi. Huyu akunitisha mimi. Sikilizeni wapoza zangu niwaambie. Huyu mwendo wazimu hana cha kunitisha mimi, na nyinyi kaeni kwa kutulia. Nimekwisha fika mimi. Hakuna atakachowafanya mjinga mmoja huyu. Huyu ni mjinga kama wajinga wengine. Wewe unadhani unaweza ukasumbuliwa na mtu kama huyu? Huyu si mpuzi mmoja tu. Mjinga fulani huyu. Yeye anaza haya ni maji ya bahari hawezi kuogelea. Na nitamuonyesha mwendo wazimu huyu. Labda sio mimi, nitamuonyesha. Kama tulivyozunguka, nimekutembeza, umeona wewe mwenyewe kabisa. Tokea kule juu nyikani kuja hapa hadi tulipoishia mpaka kule ndipo maeneo wazazi wetu wanapoishia. Oh yeah. Kwanza nimefurahi kabisa, nimefurahi kwa sababu najua ni muda mrefu mdogo wangu. Alafu nilikuwa nishasahau baadhi ya mazingira, unajua baadhi ya maeneo. Ni lazima usiyafahamu. Maana mnapotoka kijijini mnakimbilia mjini, mnasahau kabisa hata kurudi nyumbani. Wapi? Ndio kama hivi mdogo wangu nimerudi, sema nini? Nilikuwa na bonge moja surprise. Na hii surprise nilikuwa nataka nikuelekeze wewe kama wewe mdogo wangu. Yaani nishaona kabisa dalili za sisi kwa mamilionea nje maji. Mchongo uko hivi. Unajua nini baba? Nilikuwa nafikiria ati niweze kupata vifaa vya studio. Kama unavyojua ndoto yangu ni kuja kuwa msanii mkubwa siku moja. Lakini vitu ambavyo vinanifelisha ni kwa sababu sina studio wala sina kamera. Ina maana leo mdogo wangu mimi ningekuwa na studio ningeweza kumuita hata producer mkubwa kama H4 akaja nyumbani akanifanyia ngoma. Nikamlipa director mkubwa kama director Naipa, sina vifaa na hela ninazo. Akanishutia pia kitu. Unaona bwana? Kwa nini nimepata wazo moja ni kwamba tuuze eneo moja mdogo wangu. Inde. Hivi kwa nini unaonekana bwegenazi? Umeanza kunitusi, si ndio? Hapana, namaanisha kuwa wewe ni macho matatu lakini hauoni chochote. Shangazi, pendo la mke wangu ni kama jua lichomozapo, tena lenye heshima. Unajua unanikumbusha mbali sana. Tena kama kwenye hii barua ndefu. Nakumbuka hadithi maridhawa ya kisa cha mwindaji na mzee Minze. Inde, mapenzi kwetu ni dhahabu. Tena ni ya Kiarabu. Wewe unataka kunifanya muuza kahawa na paka wake? Sijamaanisha hivyo wala. Hivi mpaka lini utata hapo kwenu utakwisha? Inde, ukitaka nikwambie, nipe siri, nikupe siri. Siri? Naomba niondoke. Tutaonana baadaye. Unajifanya kustuka. Hapa uchomoi. Nitaikamata siri kwa mkono wangu. Lakini nakuonea huruma.
ila nitafanyaje, nipo kazini. Pole Imbe, sina upendo wa kweli. Ili tu jaribu kuwaza upande mwingine. Shamba? Yes. Yanapo kwenye shamba. Usinishirikishe kwa chochote kabisa. Mimi nikajua labda unaniambia kwamba msimu wa kilimo umefika, mdogo wangu Pako, tuandae shamba. Majembe yako wapi? Mbegu ziko wapi? Pako, mdogo wangu, iko hivi. Kwa kilimo sasa hivi kimebadilika. Kilimo sio lazima nishike jembe mimi na wewe hapo ndio tuingie shambani, hapana. Ina maana tukishauza shamba tukiwa na pesa, tunaweza kuwapa watu wengine wakalima maeneo mengine, mdogo wangu, bado tukiingiza kipato. Shida iko wapi? Afu kumbuka haya mashamba yenyewe yana migogoro, mdogo wangu, ndio maana mimi nataka tuyauze. Afu kumbuka hivi vitu, muziki hauna msimu, lakini mashamba ni mpaka msimu, mdogo wangu. Unaweza kulima wakati wa kiangazi kweli, si mpaka masika. Sasa sikiliza nikwambie. Tunakoelekea mpaka kaka nitamwambia. Kwenye issue za mashamba mpaka kaka nitamwambia. Ndugu wangu Pako, unakuaje siku hizi? Mbona nilikuwa nakuona ni kijana ambaye una future tu na kipiti mama. Mbona umebadilika sana? Mimi nakuelekeza swala la msingi afu unanijibu kama hivyo. Oya. Usingie kwenye anga zangu dogo. Kausha kabisa, nini nipotezee kabisa kwa sasa hivi. Karibu sana Bernardo. Japo nahisi kuna jambo ambalo sijalijua sawa sawa. Nisikize kwa makini. Usipouanika utaula mbichi. Lishalo leo ni dogo sana kuliko linalokuja. Unamaanisha nini? Na maana mimi ni miongoni mwa watu ambao mzani yao imeshuka. Kila mla cha mwenzake na chake uliwa. Oa bro, chuma kimekuja. Sasa anza kujitathmini. Mbona unaongea sana kwa mafumbo? Sueleze waziwazi tu. Sasa sikia. Ngoma inogile. Kaa kwa kutulia. Unajua unachokifanya. Chunga kidole na jicho, mchakali kwenye macho, maneno yangu usiyadharau. Nimekubali ukubwa ja Nyie tulieni. Ile nini? Ile star. Wapi? Angalieni nyie amuoni. Afu niliwaambia. Sasa hivi usiku sana. Twendeni tukalale amkunisikia. Angalieni. Ni vile vile vinavyokaga vile vidudu vile vimulimuli vile. Sasa sikieni kama vile inakuja huko. Sio nilisema. Hiyo inakuja. Vijana, mnaenda wapi? Huu ni usiku. Hasa wewe, angalia sana.
bora tumekutana. Binti, hivi kwa nini unawashawasha kwa mambo yasiyokuhusu? Mambo gani hayo mwenyekiti? Unajua wewe mwenyekiti ni serikali. Na serikali haiamini uchawi na wala haina dini. Ila watu wake ndo wana dini. Mliponichagua mimi kuwa mwenyekiti wa kijiji hiki, mliniamini. Na mimi nasimamia majukumu ambayo ni ya kiserikali. Na sheria hii ni ya mwaka 1992. Nitaisimamia. Mwenyekiti, mimi naomba tu nikuulize swali moja. Hivi kati ya mchawi na mnafiki nani bora? We binti, komea hapo hapo. Sasa nitatoa kibali cha kustiri. Jambo limeshafika hatima. Utanielewa ninachokisema. Binti, nimeona mengi sana katika dunia hii. Sasa kwa heri. Mwipo wangu, jambo lilonileta hapa nyumbani kwako ni zaidi ya jambo moja. Kwanza kabisa ninataka kujua ukweli halisi kuhusiana na kifo cha mama yako. Si unanielewa vizuri? Lakini jambo la pili ninataka kujua una tatizo gani kati yako na mmeo? Mjomba, kuhusu mama sina ukweli na ujue kivile. Ila ni kwamba alifariki katika mazingira kutatanisha sana. Sawa. Jambo la pili nakuuliza. Maki nimekuuliza maswali mawili. La pili hilo la kuhusu mumeo. Mna tatizo gani wewe na mumeo? Kuhusu mume wangu pia hatuna shida yoyote mjomba. Mimi bado naishi naye pia tunafurahi sana. Unajua nikwambia kitu kimoja mjomba wangu. Mimi nimeliona jua kabla yako wewe. Na nimeliona jua kabla hata ya mama yako wewe. Si unanielewa vizuri? Nikikutizama jinsi unapozungumza, ninaona kabisa uongo uliojificha katikati ya mboni zako wewe. Si unanielewa vizuri? Kuna kitu unanificha. Sasa basi. Mumeo akija, mwambie unahitaji nyumbani kwangu. Na zingatia nilichokueleza. Mueleze mumeo ninawahitaji nyumbani. Usiache kumfikishia. Sawa mjomba, nakuelewa. Wifi! Be! Wifi njoo na kigoda, niko huku. Rafu wifi. Naomba utanisamea tu kwa kila ambacho naenda kukuambia. Hebu ongea basi wifi yangu. Mbona umeanza ngonjera bado mapema sana? Hivi wifi, unajua kuwa mjomba wao Bernardo alikuja? Najua unafahamu nini hapendi. Na ujio wake ni juu ya kifo cha dada yake. Hebu ngoja. Amekuja lini? Na mbona kunipa taarifa mapema? Umenikosea sana. Na ndio maana nilikwambia utanisamehe. Kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa na taarifa kabisa kama anakuja. Hakuna mtu ambaye alikuwa na taarifa zake. Ila mimi ambacho nilikuwa naomba hapa, tushirikiane ili tuweze kuondoa tatizo ambalo limeshatupata. Wifi yangu, nashukuru sana tena sana na kuahidi kukupa ushirikiano. Basi sawa, kama umekubali. Lolote litakalo jili, mimi nitakupa taarifa. Basi sawa, endelea na shughuli zako. Nipo pale kwa jirani. Sawa, mna shida. Basi sawa, baadaye wifi. Na bado utaacha, na kwenye hili nimepiga hat-trick muhimu. Hili tatizo inabidi tukae kikao. Nifikishe taarifa tena, nifikishe haraka.
Karibu kiongozi. Sijui nikusaidie nini. Asante. Lakini sina hakika kama sura hii umewahi kuiona hapo kabla. Bila shaka, ni vyema tukajuana. Wewe unaitwa Sengula, mtoto wa Nzingula, na ni mjukuu wa Chikawe, si ndivyo? Hebu acha kujitisha. Niambie unaitwa nani? Sio kwa sasa, labda kwa baadaye sana. Jamani, lile zoezi nililoliahidi ninaelekea kukwama. Kukwama? Hayo maneno kamweleze mkuu, inaweza ikawa bora sana. We Nyota, hivi unafikiri kufikia uwezo aliokuwa nao mkuu ni jambo dogo? Mimi ninakoelekea ni kuutua ule mzigo niliokuwa nimebeba. Unashangaza sana. Kutoa? Toa uone. Halafu una muda hujatoa kafara. Fanya basi. Kwani Nyota ulitumwa nini? Maji kutoka kwenye kisima kongwe. Kisima kongwe? Ndio. Ndo wapi huko? We bado mchanga sana. Kwa heri Nyota. Chunga kidole na jicho, ncha kali kwenye macho, maneno yangu usiyadharau, maneno yanaumba, nimekubali. Sema, unataka nini kwangu muda huu? Ni kweli kabisa. Sijawahi kufika kwako kwa muda huu. Ila tambua wewe ni msaada mkubwa kwetu. Wewe unataka kuniteka kwa makapi? Au unataka kunipaka mafuta kwa mgongo wa chupa? Ama unataka kunivisha kilemba cha ukoko kichwani? Sikiliza nikwambie. Mimi ni Chiliku mzee. Ni mjanja sana. Kwa hiyo katika hili haitawezekana. Naomba nikuahidi kitu. Endapo utanisaidia, sitakuacha. Hata kaya iliyotunzwa kwa watu waliofanikiwa, wewe ni mmoja wao. Leila, nisikilize. Tena nisikilize kwa makini. Mimi ni msaidizi niliyeiva kutoka kwa mwalimu wangu Paraso. Na pia nimefundishwa kuwa mvumilivu. Sikia. Nyumbani kwetu kuna tatizo. Tafadhali naomba uangalie namna ya kufanya. Sawa. Nitaangalia namna ya kufanya. Lakini kwa sasa haitawezekana kwa sababu mimi huwa sifanyi jambo kwa kukurupuka. Kwa hiyo ninakuomba unipe muda nilichakate hili. Kisha nitakupa jibu. Na nakuhakikishia itawezekana. Maana mimi ndo akili mali. Kila jambo huwa natumia akili. Naomba ufanye kweli akili mali. Pia asante kwa ushirikiano wako. Kwa heri. Kwa heri pia kuonana. Ila naomba utambue tu ya kwamba usije ukateleza tena kwa wakati mwingine. Sio, unaelewa vizuri? Mimi unaniuliza. Nimetoka huko ambako shoka imeungua kabaki mpini. Sio, nimepata. Wewe nengeneka tu. Usifikiri mimi ni mnyonge kiasi hicho. Sio design hiyo. Hilo neno mngeneka litakuja kukudhalilisha vizuri zaidi. Wewe mtoto mdogo sana kwangu. Njegere wewe.
Unasemaje? Wewe, hebu njoo. Hilo jina ulivyolitamka ndivyo jina litakavyoweza kukutenda na kukunyosha mwendo wazimu wewe. Kakujulisha Beni bila shaka hilo jina. Wapo waliokufa lakini bado wanaishi. Na ndio maana ikaitwa Hazi. Chunga kidole na jicho, ncha kali kwenye macho, maneno yangu usiyadharau. Nimekubali ukubwa jalala, japo maneno yake dawa. Maneno yangu usiyadharau. Hazikwi chuki, hazikwi